Watu wa Mungu, shalom tena, shalom. Ni wakati mwingine tena siku ya leo, basi Mungu ametupa nafasi na kibali. Basi tuna kila sababu sana ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema na mema yote ambayo ameendelea kutenda na kuachilia katika maisha yetu kiroho na kimwili. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu na ambao wanasikiliza wakati huu, Mungu akubariki sana popote ulipo. Siku ya leo tutakwenda kutazama kitu kimoja ambacho kinasema ni bora ukweli wenye kuumiza. Ni bora ukweli wenye kuumiza. Katika dunia tunayoishi sasa ni dunia ambayo ukweli umeonekana ni kama hauna nafasi katika maisha ya watu au mazingira ya watu. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakisema uongo, wakitamka uongo na kwa ajili ya manufaa yao au kwa ajili ya kujinufaisha wao kama wao. Lakini Kristo anatuambia kitu kimoja. Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, na watawaua, nanyi mtakuwa ni watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Watu wa Mungu, Kristo anatufundisha kwa habari ya kusimamia ukweli. Kristo mwenyewe anasema ni kweli, nuru na uzima. Anasema amfuataye kamwe hataingia katika giza, atakuwa ni nuru ya uzima milele. Anasema mtachukiwa na mataifa kwa ajili ya jina langu. Kwa anaposema jina langu, maana yake anazungumza kwa habari ya ukweli. Anazungumza kwa habari ya ukweli. Ukweli upi mtu wa Mungu na ufahamu na usiuseme? Ni bora ukachekewa kwa ajili ya kusema uongo. Wakati mwingine mpaka unadanganya. Unasemea wenzako hila. Lakini maandiko yanasema kwamba ni heri nyinyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adam. Ni heri nyinyi. Neno heri maana yake ni baraka. Mtu wa Mungu, ni afadhali kumfurahisha Kristo kwa kusema kwa ukweli. Watu wengi leo hii hawapendi kuambiwa dhambi. Hawapendi kuhubiriwa kwa habari ya dhambi. Hawapendi kuhubiriwa kwa habari ya matendo yao maovu. Hawapendi kuhubiriwa kwa habari ya matendo yao mabovu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, taifa la Bwana. Kwa wewe ambao unasimama katika ukweli, lazima utachukiwa. Maandiko yanasema, kumbukeni, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, kumbukeni ya kwamba mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Kumbe kama si mkubwa kuliko bwana wake, maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama Kristo alifanywa vile, basi hata wao ambao pia wameendelea kusimama katika ukweli, vile vile pia watafanywa vile vile. Lakini anasema msiogope. Kwa sababu nini? Kwa sababu mimi nilishinda ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, taifa la Bwana. Ndio. Kwa hiyo unaposimamia katika ukweli, ni bora ukaumia. Ni bora ukaumia kwa wewe kutokuona kwamba rushwa inayoendelea pale kazini haiendelei. Ni bora ukaumia kwa kuangalia kwamba kile ambacho kwa kinatendeka labda pale kazini kwa habari ya rushwa, dhuluma, watu wanafanyiwa dhihaka wakati mwingine. Ni bora ukatengwa kwa sababu ya kufanya hivyo. Ni bora ukatengwa kwa sababu ya kusimamia haki. Maandiko yanasema huyo Roho atakapokujeni, anasema atawaongoza na kuwafundisheni katika nini? Katika atawahakikisheni ukweli katika dhambi, katika haki na katika hukumu. Kwa nini dhambi? Ni kwa sababu watu wamwamini Kristo. Ni kwa sababu kwa nini haki? Ni kwa sababu watu wameamua kujitenga. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Mungu akubariki sana popote ulipo. Ni bora ukweli wenye kuumiza. Ni bora ukaumia kwa sababu ya kusema ukweli. Ni bora ukaumia kwa sababu ya wewe kuangalia kwamba hizi kitu kipo katika haki. Ni bora ukatengwa, mtu wa Mungu. Kwa Mungu, mtu wa Mungu, wewe ni wa faida, wewe si wa hasara. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kama ni wewe mtu wa Mungu umekuwa ukilia usilie, Mungu anasema heri wao. Maana wakati huu mnalia, lakini kuna wakati mwingine mtacheka na kufurahi. Hao ambao wanafanya hivyo wamekwisha kupata thawabu yao, lakini wewe simamia katika ukweli na Mungu